Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa Sky Cable TV Kenya. Kwa mara ya kwanza zaidi chini ya mwanga wa jua tunaibuka na mambo mapya zaidi katika kituo chako hiki mpenzi mtazamaji. Wanasema kwamba mambo mazuri yanachukua muda wake, kwa hivyo kwa muda mrefu tumekuwa tukiwaza na kutafakari ni kipi kizuri zaidi tunakuletea. Leo hii tarehe mosi mwezi wa Machi mwaka 2022 tunajeja studioni kukuletea makala mapya zaidi, ni Mizani Mezani. Mie ni Kaka Mogega. Katika kitengo cha kwanza cha Mizani Mezani mpenzi mtazamaji, tutakuwa tukiangazia mishemishe magazetini, tutakuwa tukiyapitia yaliyomo kwenye magazeti mpenzi mtazamaji. Kadhalika sehemu ya pili tutakuwa tukiangazia masuala mbalimbali ambayo yameangaziwa katika magazeti yetu, kwa hivyo itakuwa ni sehemu ya mdahalo. Na mtazamaji, studioni siko peke yangu, maana ninaye bwana Kimu. Huyu ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na masuala yanayofungamana na sheria, kwa hivyo nitamjumuisha ili angalau kuhakikisha kwamba kipindi kinakwenda safi zaidi. Bwana Kimu. Yes, Kaka Tom. Naomba msabahi mtazamaji wetu, mwambie leo kunani? Mtazamaji wa Sky Cable TV, karibu sana kwenye kipindi kipya kabisa ndani ya Sky Cable TV, Mizani Mezani. Na tumekita kambi hapa hasa kuchanganua magazeti kama mlivyoambiwa na Kaka Tom. Mimi najulikana kama Kim. Sedakta zaidi bwana Kim. Mtazamaji, tutashirikiana naye moja kwa moja kuhakikisha kwamba tunakuchambulia na tunakufanyia udadavuzi uliokwenda skuli. Kwa hivyo pasi na kupoteza muda zaidi, tuzame katika magazeti yetu leo hii, na gazeti nililo nalo mkononi mwangu ni gazeti la The Standard, gazeti ambalo limechapishwa na kampuni ya Standard Media Group. Na taarifa kuu mpenzi mtazamaji ambayo imeangaziwa katika gazeti hili ni taarifa ambayo inafungamana na Kalonzo, sio kama mtazamaji wangu, inasema kwamba man who holds Azimio fate. Yani Kalonzo Musyoka amesema kwamba hataingia Azimio ambavyo wengi wanadhania, kwa hivyo kuna mshike kule. Na taarifa hiyo kwa kina mtazamaji iko katika ukurasa wa 4 wa gazeti lako la The Standard mtazamaji wangu. Kadhalika taarifa nyingine ambayo imeangaziwa ama imepewa uzito zaidi katika gazeti la The Standard ni taarifa ambayo inasema kwamba shock of dead voters still in IEBC register. Kwa hivyo kuna ile hali ya kwamba huenda wale ambao waliwahi aga dunia kitambo na bado majina yao yapo katika sajili ya IEBC huenda wakapiga kura. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanatatiza kidogo, swala ambalo ituma IEBC angalau ifanye kupitia ile sajili upya kuhakikisha kwamba sajili ipo shwari zaidi. Mtazamaji, kadhalika taarifa nyingine ni kuhusiana na wanafunzi wa shule ya upili kuchagua zile kozi ambazo watapenda kuzisomea katika chuo kikuu ama vyuo vikuu. Kwa hivyo wanasema kwamba deadline for varsity slots set for April 1st. Kwa hivyo tarehe mosi mwezi ujao ndio itakuwa siku ya mwisho ya wanafunzi wale kufanya uchaguzi wa kozi ambazo watapenda kuzisomea katika vyuo vikuu. Na taarifa hiyo kwa kina ipo katika ukurasa wa 3 wa gazeti lako la The Standard mtazamaji. Kadhalika taarifa nyingine ambayo imeangaziwa katika gazeti hili la The Standard ni taarifa ambayo inasema kwamba high-flying Kenyans splurge on helicopters. Kwa hivyo nyakati hizi za corona kuna wale ambao walikuwa wanatumia uwepo wa corona basi kufanya mambo yao, yani walikuwa wanafanya kununua zile ndege ili ziwasaidie katika kufanya nini, katika kufanya masuala ya kampeni, ikizingatiwa kwamba ni
nyakati za siasa hizi mtazamaji. Taarifa hiyo ipo katika ukurasa wa 31 wa gazeti lako la The Standard mtazamaji wangu. Kwa hiyo kutegemea na urefu wa mfuko wako, basi jinyakulie gazeti lako la The Standard upate taarifa zaidi. Na kwa upande mwingine namuona Bwana Kim yupo na gazeti la Daily Nation. Bwana Kim? Yes, Bwana Kaka Tom. Kulikoni katika gazeti la Daily Nation? Mimi hapa nipo na gazeti ya Daily Nation ambayo inachapishwa na Nation Media Group. Naam. Na naona habari walioipa kipaumbele ni kama tu hiyo ya gazeti la Standard. Mambo yanayofungamana na Raila na Kalonzo. Inasema Raila Kalonzo tension spoils Azimio plans. Ni kwamba ni kama tu mlivyosema katika gazeti la Standard. Nadhani hiyo ndo taarifa walioipa kipaumbele. Naam. Pia kuna taarifa ingine tu inahusiana na masala ya kisiasa. Namuona pale kuna chama cha UDA. Wanasema Ruto brokers UDA poll pacts. Ni kumaanisha Ruto pia anazungumza na waniaji wa viti tofauti katika chama chake cha UDA ambao wanatoka haswa sehemu ya Mount Kenya, mkoa wa Kati na Rift Valley, bonde la Ufa. Ambao wanawania viti, tuseme ni kama kuna governor tunayemjua wa Kirinyaga Waiguru, Waiguru. Pia kulikuwa na mwenzake anaitwa Girichi, Purity Girichi pia alijitoa kwamba hapa kukaliki, aligura. Sasa maneno ni kama hayo. Sasa ndo Ruto pale gazeti imepa kipaumbele, anaongea na wenzake ndio wawe na mazungumzo, nani atamwachia nani atapewa nini. Hiyo ni habari ambayo pia walipatia, utaipata katika ukurasa wa 6 wa Nation wa gazeti la Nation. Ya pia naona kuna masala mengine kama wanasema why Mumias SB1 in the making. Ni kuongelea kiwanda cha Mumias ambacho hali yake si nzuri, maana unaona hali ya viwanda vya sukari huko nchini kama vilisahulika na hiki ndo kiwanda kilichokuwa kinanuiwa kuwa kikubwa sana nchini. Kwa masala ya kututengenezea sukari. Yes. Pia kuna hiyo habari utaipata katika ukurasa wa 10 wa The Nation. Pia kuna CS assures on security during the test. Kama unavyofahamu Kaka Tom, wanafunzi wa kidato cha 4 mtihani na karibia licha kwamba kuna wale ambao wameanza tayari yale masomo ya utendaji, yani practical. Ni kwamba wanahakikishiwa, unajua kuna sehemu zingine za Kenya kuna mshike ya Kerio Valley na sehemu zingine upande wa Laikipia. Wanafunzi wanahofia kuwa kutakuwa na machambulizi, lakini wamehakikishiwa na wizara ya ikiongozwa na Matiang'i na wakishirikiana na mwenzake wa elimu Magoha. Mambo ni kama hayo upande huu wa gazeti la The Nation Daily Nation. Na mtazamaji, ni saa 2 dakika 56 na iwapo ndo mwanzo na ingia mitandaoni na kutupata mbashara, kumbuka kwamba ni Sky Cable TV Kenya tunakuletea maswala ama kipindi hewani Mezani. Tunafanya udadavuzi na uchambuzi wa magazeti ya humu nchini. Leo hii tukiwa na magazeti ya Standard na Daily Nation. Kwa hiyo una nafasi ya kutagusana nasi katika mitandao yetu ya kijamii. Kumbuka FB ni Sky Cable TV
Kenya, IG ni Sky Cable TV Kenya, Twitter vivyo hivyo ni Sky Cable TV Kenya, kule mtandao ama chaneli yetu ya YouTube ni Sky Cable TV Kenya. Nami pia nipate katika mtandao wangu wa FB Kaka Gega. Angusha maoni yako kule. Unaelea vipi ama ni kipi ambacho kimekuamsha hamu asubuhi ya leo ambacho kipo katika magazeti ya siku ya leo, mpenzi mtazamaji? Kwa hivyo usisite, endelea kuangusha maoni yako kuhusiana kipindi hiki cha Mizani. Kumbuka kwamba leo ndo siku ya kwanza tunaingia mezani zaidi. Kwa hivyo tukiachana na magazeti, bwana Kim, yes, Kaka, naomba moja kwa moja tuingie katika mdahalo wa siku ya leo. Maana lengo letu kuu ni kufanya uchambuzi. Tumeangalia kilichomo magazetini na taarifa kuu ambayo imeangaziwa katika magazeti. Ukiangalia Nation, ukiangalia Standard, ni swala zima la Kalonzo sio Kauyo na Raila Odinga katika chama la Azimio, vivyo hivyo na Rais Kenyatta. Kuna kule kumshinikiza Kalonzo hajiunge na Azimio, lakini anasema kwamba si rais. Kwa hivyo maoni yako ni yapi? Maana taarifa hii ndio imeangaziwa zaidi katika magazeti mawili. Maoni yangu ni kwamba Kalonzo yuko ndani ya Azimio. Naam. Yuko ndani, ameonyesha, imejulikana, ni dhahiri kwamba muungano atakaounga mkono ni muungano wa Azimio la Umoja, ila kwa masharti. Lakini mbona tumuonioni? Yani ana sita mara anatuambia, na leo nasikia kuanzia sana atakuwa na kikao. Kwa hivyo tunasubiri sana tujue kipi atazungumza. Ni kwamba Kalonzo anasema yupo ndani ya Azimio la Umoja. Manake tunakumbuka hapo awali alikuwa amesusia kumuunga mkono Raila Odinga ambaye ni kinara wa chama cha ODM na ambaye wameunda chama muungano wa Azimio la Umoja wakiwa na Rais Uhuru Kenyatta. Naam. Lakini Kalonzo ameingia upande ndani ya Azimio, haswa akisema yeye anamuunga mkono, ako tu ndani ya Azimio kwa mwaliko wa President Uhuru Kenyatta. Na kama mazungumzo yataongozwa na President Kenyatta, basi yuko na nafasi. Manake amesema categorically ama ametokea waziwazi kusema yuko radhi kuungana na ama kumuunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga. Manake wamekuwa pamoja kwa muda kutoka mwaka wa 2013. Pia mwaka wa 2017 walikuwa pamoja. Na akasema kuna amuamini sana Raila, manake kuna vitu kadhaa wamefanya akakosa kuwa na imani naye. Yes. Lakini huyu Kalonzo tunamjua ni mtu ambaye wanamuita watermelon, yani tikiti maji, hajulikani ako upande upi. Lakini zipo sauti zake nyingi ama video zake nyingi ambazo anasema kwamba ije mvua kuangaze jua, hata waifanya kazi tena na Odinga. Sasa iweje tena ndio huyu anataka kufanya kazi na Odinga? Mimi nilivyoshika ni kwamba yeye anasema si ati kwamba hataki kufanya kazi na Raila Odinga. Ninavyoelewa ni kwamba yeye hataki kuwa ndani ya ofisi na Raila Odinga kama muaniaji mwenza. Ikifika ni masala ya mambo ya uraisi. So yeye anasema siko radhi kuwa muaniaji mwenza ama running mate wa Raila Odinga, lakini kuna nafasi tuweza ongea iwapo tu Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni mmoja wa anayeunda chama cha Azimio ni ataongoza negotiations ama mazungumzo. Kwa hivyo Kalonzo unajua ni mwanasiasa mkongwe, tunaweza sema amekolea sana ndani ya siasa kwa muda sasa. Na tunaelewa siasa ni interest, mtu anavuta kamba pande yake. Lakini yuko radhi sana vitu anazosema ni kwamba wakati pesa zilikuwa zinagawa vyama, unakumbuka alikuwa kwa muungano wa NASA. Ni kwamba hakupata haki, chama cha Wiper hakikupata haki. Kile chama kilikuwa kikubwa kinaongoza haya mambo kilikuwa ni chama cha ODM. Wakapewa, kuna zile fedha
wamepewa vyama viupewa na serikali. Kalonzo Musyoka na chama chake cha Wiper alikuwa apewe milioni 70. Lakini anasema wandani wa chama cha Wiper wanasema hivi sasa wamepata milioni 20 na sivyo. So hayo ni mojawapo ya masuala yanayofanya kuwe na mshike kati ya Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Na pia kuna swala lingine muhimu sana, ni kwamba walikuwa na maelewano kwamba mimi nitakuunga mkono wa 2013 kisha wewe 2017 pia wewe utaniunga. Lakini haikuwa hivyo. Unajua siasa tunasema ni mchezo mchafu na mambo yaendi vile unavyotarajia. So hayo ni masuala yanayofanya hawa watu kuwa na mshike hivi. Kaka Tom. Naam, na nikikuuliza, maana wewe najua kwamba umefuatilia siasa kwa muda mrefu, na iwapo Kalonzo Musyoka atatokea kwamba amejumuika na Azimio la Umoja, unaona atapewa nafasi gani katika mlengo wa Azimio la Umoja? Kwa sasa Kalonzo Musyoka na wanaomuunga mkono ni kwamba yeye anajitokeza kama yupo ndani ya chama cha muungano mwingine, upo ndani muungano mwingine unaitwa OKA, One Kenya Alliance. Uko ndani unaingia Azimio. Lakini tunajua Azimio la Umoja OKA iko na Martha Karua, iko na Gideon Moi wa chama cha KANU, na Kenya Martha Karua, Kalonzo Musyoka na Jirongo. Wapo ndani ya hiyo chama. Sasa Kalonzo wanasema na wandani wake wanasema ni kwamba wataingia, hawatavunja chama cha OKA ama muungano wa OKA. Wanataka Azimio itwe Azimio OKA ama Azimio One Kenya Alliance. Akiwa kama mgombea rais, yeye hataki kumuunga mtu yote mkono. Yeye anataka asimame agombee, yuko ndani agombee kama presidential candidate. Si ati kwamba atakuwa anaunga mtu yote mkono. Manake ndo sasa gazeti linasema Raila Kalonzo tension spoil Azimio. Manake kila mtu, Kalonzo yataka kuwa pale ndani, lakini pia anataka kwenda kivyake, lakini awe anaunganishwa na nani? Rais Uhuru Kenyatta. Yes. Lakini sidhani kama hilo linawezekana, maana unaona Azimio ni muungano na OKA ni muungano. Kwa hivyo iwapo Kalonzo anataka kusimama agombee urais, basi itakuwa heri kwake kusalia OKA ndio iwe rais, maana kiingia Azimio basi Azimio wanajua kwamba ambaye atagombea ni Raila. Ni Raila. Kwa hivyo haitakuwa rais kwake, lakini wacha tumpe muda. Na bado tukisalia katika Azimio la Umoja, juzi tu siku moja imepita tangu Rais Kenyatta aseme ya kwamba basi mie nimesema ya kwamba Raila tosha. Unaona ule msaada wa Rais Kenyatta kwa Raila utaleta faida gani kwa Azimio la Umoja? Maana rais amesema kwamba mimi nimeamua kwamba ni Raila tosha. Kaka Tom, nataka kuambia kinaganaga bila uoga wowote ni kwamba mkono wa Uhuru Kenyatta ama kumpatia ile endorsement Raila Odinga na kusema yeye ndio anataka amridhi kuwa president wa Kenya. Hiyo ni kama tunasema uchaguzi asubuhi na mapema umekwenda upande wa Raila Odinga. Yes, kwa hivyo ile support yake ya Uhuru Kenyatta inamaanisha Raila Odinga asubuhi na mapema kiti ashapata. Si letu ni subra, lakini angalia matokeo ya nyuma, maana Kenya hii historia inatuambia kwamba hakuna mtu ambaye amewahi ungwa mkono na rais ambaye yupo mamlakani na akaishia kunyakua hiyo nafasi ama kuchaguliwa. Labda hii itakuwa mara ya kwanza kila kitu kina mwanzo wake. Ni kweli hivyo unasema hakuna mtu ambaye ashaiungwa mkono na rais ambaye yuko mamlakani. Maana ukiangalia nyuma Moi alimuunga mkono nani?
alimuunga mkono Uhuru Kenyatta na hakushinda akatokea Kibaki. Yes. Cha muhimu hapa ni kujua tunaposema hakuna mtu ashaiungwa mkono na rais aliyekuwa mamlakani akashinda. Lakini mwenye huwa anajitokeza kama anashinda sana ama mwenye analetaga hii mambo ni mtu mmoja tunamzungumzia, amekuwa kwa siasa muda mrefu. Yeye ndo amekuwa hapa, huyo mtu ni mmoja tu peke yake. Raila Odinga. Yeye ndo amekuwa pale, huyo ndo tunasema huwa anasababisha kwamba mwenye anaungwa mkono na rais hajapita, ilhali kwa sasa yeye ndo anaungwa mkono. Kwa hivyo mimi naona mambo this time round yatakuwa ni mambo tofauti kabisa. Na Raila mwenyewe anakuaga anatingiza siasa za Kenya. Unakumbuka uchaguzi uliopita, Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya, walikuwa na Raila Odinga. Walikuwa wameungana. Uhuru Kenyatta walikuwa na nani huyu? Ruto, ambaye ni naibu wa rais hivi sasa. Walipata kura ngapi? Walishinda na kura milioni 8 hivi. Raila Odinga akiwa peke yake ameungwa mkono na watu kama Mudavadi ambao walimpa kura ndogo kama 1500. Mtu kama Wetangula, lakini ukakuta yeye akiwa peke yake ana wafuasi wengi akapata 6000. Sasa ikuwe ni Raila Odinga wameshikana mkono na aliyeshinda wakati ule, na tunajua ana kapu kubwa tu la kura kutoka Mlima Kenya. Sasa waungane wawili asubuhi Kaka Tom. Ushaguzi umeenda hivyo. Mtazamaji, huyu ni msemaji wa Azimio la Umoja studioni, kwa hivyo usiwe na shaka mbona natetea mlengo wa Azimio. Kama ndo mwanzo naegemea sana kama ndo mwanzo mtazamaji unajumuika nasi, naona ni saa 2 dakika 3 dakika 10 majira ni Afrika Mashariki, tarehe mosi mwezi Machi mwaka 2022. Makala ya kwanza zaidi ya Mezani katika kiwambo chako cha Sky Cable TV Kenya. Mitandao yetu ya kijamii ambavyo nilikwambia awali, FB ni Sky Cable TV Kenya, IG Sky Cable TV Kenya, na Twitter ni Sky Cable TV Kenya, YouTube ni Sky Cable TV Kenya. Kumbuka ya kwamba sasa hivi tupo mpashara katika mitandao yote hiyo, kwa hivyo tuma maoni yako, uchangie, umkomoe bwana Kim, maana ameegemea sana upande wa Azimio la Umoja. Kwa hivyo angusha maoni yako, utuambie umekipokea vipi kipindi hiki ama makala haya ya Mezani. Nami pia kumbuka una nafasi ya kunifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii. FB ni Kaka Tom Ogega, IG ni Kaka Tom_Ogega na kwingine mtazamaji. Kwa hivyo usisite, tuma maoni yako, angalau tutayapitia tukinafasika. Bwana Kim, yes Kaka Tom, mitandaoni watakupata vipi? Mitandaoni mimi ni kwamba upande huo sana sijabobea. Lakini wakinihitaji watanipata hapa katika runinga ya Sky Cable TV Kenya. Watanipata kwa njia rahisi kupitia Sky Cable TV Kenya. Lakini katika mitandao pia napanga kuingia mle ndani. Natumai next time nitawapa handle zangu. Mwazitaje kwa Kiswahili? Zile kurasa zako za mitandaoni. Na sasa bwana Kim, kabla tuende mapumzikoni, maana mwelekezi wangu ananiambia tuendelee kidogo, muda si mrefu tutakwenda mapumzikoni. Sasa tumeyachambua ya Azimio la Umoja. Huku Kenya Kwanza mambo yanatokota, maana mweka hazina ambaye anaitwa ni Omingo Magara jana alisema kwamba hapa sikai tena, amegura chama. Maoni yako ni yapi na ni kwa nini haya yanatokea Kenya Kwanza kule? Kenya Kwanza, mashida yaliyomo ndani ya Kenya Kwanza si tofauti sana na mashida yaliyo kwenye Azimio la Umoja. Manake unakumbuka ndani kuna mtu anaitwa Musalia Mudavadi wa chama cha ANC. Kuna Moses Wetangula yuko pia. Mshike inatokea manake Rigathi Gachagua ambaye pia juzi aliwekwa kama wakiwa na Alice Wahome
waliwekwa kama equals ama principals wa chama. Amejitokeza pia akasema muda huu tunaelewa sisi wote atakayekuwa mgombea mwenza wa William Samoei Ruto atatoka katika maeneo ya mlima, maeneo ya kati. Na hata Azimio bado hiyo ndio mipango manake sasa na tunakumbuka vyema katika hiki chama cha UDA ilikuwa inasemekana kwamba ni chama cha kitaifa. Akitaji vyama muungano wote, zile vyama viko ndani zinahitaji kuyeyushwa kiwe chama kimoja. Lakini sasa tumemwona ameungana na mtu anaitwa Musalia Mudavadi ambaye pia ako na ambitions za kuwa rais. Na hapo ndo unakuta hiyo chama kumeanza kuwa na mshike manake Wetangula atapata nini, Mudavadi atapata nini, ili hali tunajua mgombea mwenza naye lazima atoke katika mkoa wa kati. Sasa hizo ndo unakuta kuna tensions pia pale. Na ambacho maana taarifa hii ya Omingo Magara, mtazamaji ama mwenzangu Kimu, imeangaziwa katika ukurasa wa ngapi wa gazeti la kidogo ukurasa wa 4 kidogo imeangaziwa kwa kina. Na Magara anasema kwamba ambacho kilimfanya agure huu muungano wa Kenya Kwanza ni kwamba hakuna demokrasia katika muungano huu. Ni kweli kama nilivyokuambia katika tulisema vyama vidogo ama Omingo Magara ameangalia, unajua wanasiasa ni watu tofauti, ameangalia kaona na ambition zangu ama kitinachohitaji na eneo the ground imeanza kushift, kumeanza kuwa na mabadiliko, so amesikia watu sana upande wake wanaegemea Azimio la Umoja. Chama cha UDA chaweza kosa nafasi katika kiti anachokitaji, lakini mtu yote anapogura lazima awe na sababu zingine. Hawezi sema ni kuona ameona hataweza. Yes. Na bado tukisalia katika muungano wa Kenya Kwanza, bado unajua kuna tokota kule, maana tumebaini ya kwamba Omingo Magara yeye ashajiondoa. Lakini sasa kuna haya maeneo ya kwamba unapata kwamba nimeona ya kwamba muungano ili lazimu naibu wa rais atumie mbinu ya mazungumzo tu kuzungumza na wale wawaniaji wa maeneo mbalimbali. Unapata kwamba kama hapa katika kaunti ya Nairobi kuna anaitwa nani huyo Super Senator Sakaja Margaret Wanjiru. Sasa unapata ya kwamba ni mvutano, maana wote wapo katika muungano mmoja. Sasa swali ni je, itakuwaje? Maana naibu wa rais amesema kwamba amefanya mazungumzo na baadhi, akiwaambia ya kwamba sisi tupo katika muungano mmoja, kwa hivyo italazimu ya kwamba mmoja ndiye atagombea, mwingine labda agombee nyadhifa tofauti. Unaona kwamba haya mazungumzo ya naibu wa rais na wale wafuazi wake yatazaa matunda kweli? Maana taarifa hiyo imeangaziwa gazeti la Nation. Imeangaziwa katika gazeti la Nation. Na ni kweli yanazaa matunda. Manake amezungumza maeneo aliyokuwa na shida sana katika chama cha UDA, ambapo unakuta wagombea wawili wanajitokeza wanawania kiti kimoja, ni Rift Valley na Mount Kenya. Yanazaa matunda manake nakumbuka kabla naibu wa rais aelekee Marekani alikuwa na mkutano wa kisiasa pale Meru. Na aliongea, kuna governor ambaye yuko anaitwa Mbiuki. Ni governor mmoja ya wale watatu katika sehemu ya Mlima Kenya wanaomuunga rais mkono. Na kuna Senator Kindiki Kithure ambaye aweke Kiswahili kigumu lakini anapambana ajikusanye aweke ambition zake kando kwanza, ampe Mbiuki nafasi awanie gavana, kisha yeye atatafutwa. Naibu wa rais akasema atamshika mkono ampe nafasi ya kitaifa. Kwa hivyo unaona pale mazungumzo yalifua dafu. Pia kuna upande wa Narok, Rift Valley,
kuna wagombea wawili, kuna women rep anaitwa Soifan Tuya na kuna Patrick Ntutu. Wale ni ambao wanawania ugavana kupitia chama cha UDA. Unaona Suya aliweka ambition zake chini kupitia mazungumzo ya naibu wa rais na akamwachia Ntutu. Pali pengine palikuwa wanafua mazungumzo pia yanafua dafu. Kuna sehemu ingine ambayo ni sehemu mimi nayotoka, ni sehemu ya Nyeri County. Kuna juzi gavana wa Nyeri aliunga mkono, aliingia rasmi katika chama cha UDA. Ile hali kulikuwa na mgombea alikuwa amejipa kipaumbele, alikuwa anawania ugavana upande wa Nyeri, alikuwa anaitwa Wamatinga. Wamatinga pia ni rafiki wa karibu sana wa mbunge wa Mathira, Rigathi Gachagua. Sasa ilibidi mazungumzo yafanye kazi, amuondokee gavana ambaye yuko kitini saa hii, gavana Kahiga, Wamatinga aingie awe senator kwa chama cha UDA. Kwa hivyo mazungumzo yanafua dafu, yanazaa matunda, wataelewana. Lakini kutakuwa na watu wengine, viti vidogo kutakuwa na upinzani mkali. Naam. Yes. Lakini sasa kuna hili swala unapata ya kwamba kwa mfano Rais Kenyatta aliwahi sema ya kwamba yangu 10 na ya Ruto 10. Haya, yani kuna usaliti ambao unafanyika baada ya kipindi fulani. Unaona hakutafanyika tena usaliti mwingine, maana unapata ya kwamba mtu ana azimio lake anataka kugombea ugavana, anaambiwa mwachie huyu nafasi, wewe tutakufikiria baadaye labda kipindi kijajo. Unaona ya kwamba si usaliti utafanyika baadaye. Kaka Tom, kwanza ni kuambie kati ya Uhuru Kenyatta na William Ruto na kidogo. Unasema hakuna usaliti na aliwahi sema ya kwamba yangu 10 na yako 10. Nyinyi ndo hamkumuelewa Uhuru Kenyatta. Naam. Hakusema yangu 10 ya Ruto 20. Sema yangu 10 na ya Ruto 10. Si ndio sana nataka nikueleze. Hakusema yangu 10 ya Ruto 20. Basi tuambie. Uhuru alisema yangu 10 ya Ruto 10. Ruto kama amekuwa mamlakani miaka 10, Uhuru Kenyatta akakuwa miaka 10. Sasa inakuaje tena Ruto anataka awe na 20? Najua ambacho alikuwa anazungumzia labda sasa hivi ni naibu wake, sasa nataka awe rais. Kwa nataka nikwambie hapo hakuna usaliti. Naam. Na pia Ruto yeye mwenyewe na wafuasi wake wamejitokeza kinaganaga kusema kwamba sisi hatuhitaji kuungwa mkono na Uhuru Kenyatta. Wakati waliona mambo yanakwenda segemnege, ni kwamba ni kama rais anaondoka upande huo, anaelekea upande mwingine. So wamejitokeza waziwazi kusema sisi hatuhitaji uungwaji mkono na rais. Lakini sisi wote kisiasa tunaelewa mtu aliye mamlakani kukuunga mkono inamaanisha una nafasi nzuri sana. Yes, Kaka Tom. Naam. Wewe akuona ni msemaji wa rais. Unajaribu kutuambia ambacho alikuwa anamaanisha rais akisema kwamba yangu 10 yako 10, lakini sidhani nitahisi kukumbuka maneno yako hapa katika studio zetu leo hii. Mtazamaji, kama ndo mwanzo unajumuika nasi, kumbuka kwamba makala yanakujia kwa siku ya kwanza zaidi, ama makala ya kwanza ni Mezani. Tunafanya uchambuzi wa kina, kadhalika kule Uingereza. Unaizungumzia vipi? Na hiyo ziara yao samani itakuwa na manufaa gani kwao ama katika muungano wa Kenya Kwanza? Tunajua vyema sana Kaka Tom. Ukitaka ukiwa rais, ukiwa na ambitions za kuwa rais wa nchi fulani, haswa sana maeneo ya Afrika, lazima utafute uungwaji mkono na nchi za kitaifa, ama wale tunaita the big brothers. Na big brothers unaelewa ni Marekani na Uingereza.
So lazima pia ukifanya siasa wale lazima utafute wa kuunge mkono. Kura zako hazitoshi tu nchini. So natumai pia tunajua Raila Odinga amekuwa na uhusiano mzuri na nchi za nje. Ruto kidogo nchi tuliokuwa tunajua na uhusiano sana ya nje sana ilikuwa ni nchi jirani ya Uganda. Lakini sasa ameona ni muhimu pia atoke huko nje akafanye kampeni za kuungwa mkono na mataifa hayo tunasema the big brothers, manake wana usemi mkubwa sana ndani ya siasa za Kenya ama siasa zinaendelea katika nchi ya Afrika. Lazima wanakuwa na interest na wanataka kujua atakayekuja rais atakayeingia mamlakani kibiashara tutafanya naye ama sera zake zipi, vitu kama hivyo. So mimi naona tu ni kampeni, ni kawaida, inamhitaji afanye hivyo. Lakini anakokwenda kulisha kwendwa kitambo. Bwana unaona kwendwa kitambo kumaanisha kwamba hana nafasi. Lakini bado tukisalia katika ziara ya naibu wa rais kule mataifa ya Ulaya kule, hawa wenzake kuna wale ambao walilalamika kwamba ni mbinu gani ambayo ilitumika kuwachagua ambaye watandamana naye. Ukiangalia waliandamana na Mudavadi na wengine tu ambao labda alikwenda. Wanalalamika, wanasema kwamba labda kuna mambo ambayo hayakufanyika wazi. Maana kuna akina Rigathi Gachagua wanalalamika, wanasema kwamba ni mbinu gani ilitumika kuwachagua wale ambao watasafiri na naibu wa rais. Unaona swala hili la naibu wa rais kuandamana na Mudavadi kwenda kule Marekani na Uingereza kutaleta vita vyovyote katika muungano wa Kenya Kwanza? Lazima vita ziwepo. Manake nakumbuka mkutano uliofanywa Kirinyaga juzi, kuna watu wawili walisimamishwa, watu watatu waliongezwa baina ya Mudavadi na Wetangula ndani ya wale wanaoitwa the principals. Ilikuwa ni Kithure Kindiki na mtu ambaye anaitwa Rigathi Gachagua na mama wa Kandara Alice Wahome kama equals. Lakini nafikiria tu ule ulikuwa ni mchezo tu wa siasa. Manake wakati ule walikuwa Mlima Kenya. Lazima wangewaonyesha wale wako pale, lakini sasa imebainika wazi sivyo. Wale walikuwa tu ni ile inaitwa PR, public relations, kuonyeshwa tu. Manake siasa zilipokuwa zinachapwa wakati ule na mazungumzo yalikuwa yanazungumzwa, walikuwa ndani ya Mlima Kenya. Lazima wangewaleta watu wa Mlima Kenya wawe pale mbele. Manake sasa ndo unasikia wameanza malalamiko yanaanzaga pole. Alafu mshike upo kwa sababu ya hiyo safari, na amekwenda na outrage ya watu kama 30 hivi. Lakini sina uhakika, lakini najua amekwenda na governor Nanok, governor wa Turkana na wengine. So ni kwamba hiyo inaleta shida mfumo uliotumiwa, na ni kwa nini watu wanajiuliza hayo maswali. Kwa hivyo ni muda tu utaona inaitwa mass exodus. Watu wataanza kutoka kwa wingi. Na labda tukisalia tu hapo kwa kiduchu tu. Niulize hivi, huku kusafiri kwa naibu wa rais kuelekea kule mataifa ya ng'ambo kule. Sasa turudi tu nchini hapa. Huku unaona, maoni yako ni ipi kuhusiana ya kwamba kuna Moses Wetangula, kuna Mudavadi. Wanasema kwamba kutoka mkoa wa magharibi ama maeneo ya magharibi ya Kenya, basi anayesemwa sana kule ni Mudavadi, Wetangula si sana. Lakini unaona mchango wa Mudavadi katika muungano wa Kenya Kwanza utakuwa wa kusaidia kivyovyote vile hutasaidia chochote muungano wa Kenya Kwanza? Tukifanya hesabu zetu vizuri tunaelewa
ambao wana kura nyingi kufuatia watu wa pili ambao eneo lina kura mingi. Sisi tunaelewa, kwanza tunaelewa nchi yetu ya Kenya kisiasa imegawanywa kikabila. Hapo hatutakataa, sisi wote tunakubali. Manake swali ni unaleta nini kwa meza, una watu wangapi, kapu chako kinakaa vipi. Tukirudi katika eneo la magharibi, ni kwamba ni eneo ambalo kila wakati unakuta limegawanyika. Na ni eneo ambalo lina tukitoka Mlima Kenya, eneo la pili kuwa na kura nyingi sana ni eneo la magharibi. Lakini ni eneo ambalo kinara wa ODM amekuwa na ushawishi mkubwa sana tangia kitambo, miaka ya pale. Ule mtu nakumbuka aliyekuwa na ushawishi mkubwa ni kijana wa Malo wa marehemu. Lakini alipoondoka ni kama aliyemrithi katika hilo eneo ni baba ama Raila Odinga. Manake tunakumbuka Raila Odinga alizoa kura nyingi sana uchaguzi uliopita katika eneo la magharibi, hata Mdavadi akiwemo. Na uchaguzi pia uliokuwa hapo mbeleni pia baba anadominate ile eneo la magharibi. So ushawishi wa na kwamba ni kama kuna wengine wamejitokeza, kuna vigogo wengi wa eneo la magharibi wamejitokeza kumuunga mkono Raila Odinga, wa kwanza akiwa ni governor wa Kakamega Wycliffe Oparanya. Kuna katibu mkuu wa chama cha KOTU ambaye ni Francis Atwoli. Yes, kuna nani huyu? Kuna kijana anaitwa Eugene Wamalwa yupo pale ndani. Na wengineo akina Sifula wako pale ndani wanamuunga mkono, akina Wamonyinyi ambao waliunda chama cha DAPK. So wako pale, ni watu ambao kwa hivyo ile eneo ni kwamba ni la, tutasema ni eneo la baba. Kwa hivyo si ushawishi mkubwa sana wa Musalia Mudavadi ndani ya chama cha Kenya Kwanza. Ni ule tu muonekano. Unajua naibu wa rais hakutaka sana aonekane yuko peke yake. Angekuwa peke yake kungekuwa na maswali, mbona yeye wengine wanaungana? Na tunaelewa siasa za Kenya bila muungano itakuwa ngumu sana, utafanyikiwa. So kwangu mimi, kwa maoni yangu, naona ushawishi wake na Wetangula hautakuwa mkubwa sana. Na pia baba anahitaji nusu tu ya kura za magharibi, apate zingine nusu tu eneo la Mlima Kenya. Bas asubuhi na mapema Kakatom atakuwa ameshaingia Ikulu. Tunasubiria sana, na iwapo hata shinda sijui utalala wapi siku hiyo. Na awali tulizungumzia swala la Omingo Magara kujiondoa katika muungano wa Kenya Kwanza. Yes. Sasa kuna hadhari yoyote ile kwa naibu wa rais kutoka yale maeneo ya Nyanza, haswa maeneo ya Kisii? Maana kumbuka kwamba labda Omingo Magara alikuwa na ufuasi mkubwa katika maeneo yale, akijaribu kuwaleta wale wa ndani ama wale wanamuunga mkono naibu wa rais labda kuingia ama kumchagua kuwa rais kwa muungano wa Kenya Kwanza. Unaona kuna adhari zozote zile ama kuna adhari zozote zile ambazo zitamwandama naibu wa rais kutokana na huko kujiuzuru kwake Omingo Magara? Zipo adhari. Na kilichochangia sana Omingo Magara kutoka, si sababu alizopeana, ni sababu za kwamba nilikuambia the ground imeanza kushift, especially upande wa Nyanza tukielekea eneo la Kisii. Kuna kijana mwingine alikuwa kiongozi pia ndani ya chama cha UDA. Nakumbuka majuzi alitoka pia, aligura chama cha UDA. So ni kama Kisii eneo la Kisii ni kama limeanza kuegemea upande wa Nyanza, na tunaelewa mara nyingi wamekuwa wakimuunga mkono Raila Omolo Odinga.
So DP Ruto ni kwamba kazi ni ngumu. Sasa siasa rasmi, unajua pale awali DP Ruto alikuwa anafanya siasa peke yake. Ni kama pale, nitakupa mfano upi, ni kama ule jamaa, huyu mkimbiaji tunayempenda sana, tunayemwenzi, Eliud Kipchoge, alipokuwa anavunja rekodi yake mwenyewe pale Enios, alikuwa anashindana yeye mwenyewe na muda. Hakuwa na mshindani, walikuwa tu na wale wanaitwa peseta. Yes. Sasa siasa rasmi zimeanza. Yeye alianza siasa awali kidogo miaka 4 zilizopita, wakati jina tangatanga lilipobuniwa na rais. Sasa siasa rasmi Kaka Tom zimeanza, so utaona ile inaitwa mass exodus. Pia upande wa magharibi, upande wa Nyanza, upande mkoa wa kati, maeneo ya pwani yana mwenyewe. Kule ni kuna mwenyewe, huko hatuna shida. Maeneo kuna mwenyewe. So nadhani ni pigo kubwa kwa upande wa naibu rais. Watu kutoka na ni wanasiasa ambao ni wakongwe. Omingo Magara si mwanasiasa chipukizi. Ni mwanasiasa mkongwe. Maamuzi aliyoyafanya ni maamuzi najua yatatingiza chama cha UDA. Si neno, muda utatuambia. Letu ni subra, mtazamaji. Kama ndo mwanzo unajumuika nasi, zimekatika 34 baada ya saa 3 asubuhi majira Afrika Mashariki. Makala hewani akiwa ni Mezani ama Mizani. Siku ya kwanza kabisa tunaingia hewani kukuletea makala haya. Tunafanya uchambuzi uliokwenda skuli wa magazeti na masuala mbalimbali yanayofungamana na sheria ama siasa. Mtazamaji wangu, naona katika mitandao ya kijamii watu wamejejaa, wanapongeza makala ama wanapongeza kipindi Mezani. Namuona anaitwa Jen Njesh, huyu yupo kule maeneo ya Maimayu, anafuatilia kipindi. Mwingine anaitwa Sky T Karish, anafuatilia kipindi japo hakusema yuko wapi, lakini ametuma salamu zake. Na huyo Sky T Karish anasema kwamba Azimio wapenda kumbukumbu. Sijui anamaanisha nini. Yaani Azimio wanapenda kumbukumbu. Ni wana historia. Wanapenda kufuatilia mambo ya kitambo. Kwa hivyo nadhani amekunukuu wewe. Na mwingine ambaye anafuatilia kipindi, mtazamaji wangu, anaitwa Moses ama Jeremiah Mwangi, huyu maeneo ya Thika kule, anafuatilia kipindi. Na mwingine anaitwa ni Evelyn Mwikali maeneo sijui, unajua ile jina la kutoka kule maeneo Ukambani. Kwa hivyo sijui kama ni Mwihali ama Mwikali, lakini huko maeneo ya Meru kule pia nafuatilia kipindi kwa njia iliyo safi zaidi. Kwa hivyo mtazamaji, zidi kutuma maoni yako. Kumbuka kwamba mitandao yetu ya kijamii ipo wazi kwa ajili yako wewe. FB ni Sky Cable TV Kenya, IG ni Sky Cable TV Kenya, na Twitter vivyo hivyo ni Sky Cable TV Kenya. Channel ya YouTube tupo mbashara moja kwa moja ni Sky Cable TV Kenya. Ingia kule uyashuhudie haya yote ambayo tunaendelea kuyajadili hapa katika ukumbi wetu. Na Bwana Kim, Kaka Tom, mapumziko yapo karibu zaidi. Kwa hivyo kabla tuende mapumzikoni, labda sasa tutoke nje ya nchi yetu ya Kenya, tutarudi baadaye kuangazia ama kufunga kazi ya masuala ya siasa. Kuna vita kati ya Russia na Ukraine, na tunabaini ya kwamba Russia wameamua kushambulia Ukraine. Labda unazungumzia vipi ama unazungumziaje vita hivi kati ya Russia na Ukraine? Maana sababu ambazo zinaifanya Russia kushambulia Ukraine hata si za msingi vile. Si za msingi, lakini ni za msingi, zina kimsingi, lakini unajua tunakumbuka ni kama Ukraine ni nchi ambayo ni changa sana. Haijabuniwa muda mrefu uliopita, lakini nchi tunayojua wamekuwa wakizozana. Tunakumbuka kuna wakati walikuwa wanazozania eneo fulani la sehemu tu kadogo kama Migingo hivi, mango ya Kenya na Uganda, lakini pia wanataka Urusi
wanataka kuonyeshana ubabe wao wa kivita. Ni kama wanataka unakumbuka kuna wakati kulikuwa na mshike wa Kenya, wanasema wa Kenya ambao wako eneo la pwani wanasema pwani si Kenya. Sasa ijakuwa muda mrefu ni vitu kama hivyo vinafanyika pale, mambo Ukraine walijiondoa NATO nini, vitu kama hivyo. Sasa masuala ya Russia na Ukraine ni kama yameingiliwa na Marekani na nchi zingine za Europe. Wanamuunga mkono Ukraine na wamempa Russia sanctions za amepigwa marufuku hata ndege haswa wanataka yani kufunga kila kufunga kitu, haswa kwa biashara economy. Ndio wanataka kwanza wamfanye awe hafifu. Na tunajua Russia anafanya haya pia. Russia tunamjua yeye ndo threaten, ameshurutisha kwamba atatuma nuclear. Na tunajua yeye ndo mtengenezaji namba 1 wa nuclear, akifuatiwa na Marekani. Kwa hivyo kuna hiyo hofu pia, kama hizi nchi za Amerika na Europe zinaunga mkono tu zikijificha, hawajitokezi kinaganaga, manake kuna ule uoga wa hiyo nuclear. Yes. Lakini shida ambayo inawafanya wasijitokeze kinaganaga, najua Ukraine haijawahi pata muda wa kuingia NATO. Na nchi ambayo imekuwa kizingiti ni Urusi, maana Urusi haitaki Ukraine ingie katika ule muungano wa NATO. Na tunajua kwamba ule muungano wa NATO ni muungano ambao ni wa kiusalama tu. Yani kulinda nchi ambazo ni mwanachama. Kwa hivyo Russia ama Urusi kupata ile nafasi ya kuishambulia Ukraine samani, hiyo ndo sababu haswa ya Urusi kuishambulia Ukraine. Lakini angalia Kenya tunaathirika, maana ngano ambayo tulikuwa tunaitumia inatoka kule Urusi, mafuta yanatoka kule Urusi. Unaona kuna athari zipi katika uchumi wa Kenya kuhusiana na hivyo? Maana iwapo Urusi wamefungiwa kila kitu, basi kumaanisha kwamba hata ngano ambayo tulikuwa tunaipokea sisi Kenya haitatufikia tena, mafuta ambayo tulikuwa tunayatoa kule hatutayaona tena. Kidogo na nataka nitofautiane na wewe kwamba tutegemei sana Urusi kwa vitu vingi, labda ile tu hatujakuwa na uhusiano ule uhusiano mzuri, ama si mbaya lakini pia si mzuri. Hatujakuwa na uhusiano wa kikaribu, ngoja niseme uhusiano wa kikaribu sana na nchi ya Urusi. Lakini ngano tunatoa kule. Lakini si nyingi sana. Mafuta, uliposema mafuta sijui ni mafuta yapi? Mafuta haya ya petroli. Naam. Russia kutoka kule Urusi. Sidhani tunapata mafuta mengi kutoka Russia. Yanatoka kule. So mimi kwa muonekano wangu ama ninavyojua ni kwamba vita inapotokea mahali popote duniani inaathiri nchi nyingi, si Kenya peke yake. Kwa hivyo lakini haitatudhuru sana, lakini pia kuna vile itatudhuru, manake kuna Wakenya wengi wapo ndani ya Russia, Urusi. Na nakumbuka Putin alichukua nafasi ya kumjibu balozi wa Kenya wa Umoja wa Kimataifa aliyekuwa anazungumzia mambo ya Russia na Ukraine. Alimjibu akamwambia Kenya nchi kidogo sana, kwanza mshibe ndo mkuje mbishane na sisi. So unaona pale kuna tunaadhirika kihivyo kidiplomasia na nini, lakini kiuchumi kidogo si sana, si vile, lakini kidiplomasia tunaelewa. Wanafunzi, kuna wanafunzi wetu wako machuo kule, so si sana, lakini
vita inapotokea mahali popote, mambo yatakuwa mazuri kwa nchi zingine zinazotegemea hizo nchi. Kumbuka pia hata sekta ya utalii itaathirika. Itaathirika, ni kweli. Bwana Kim, nafahamishwa kwamba tunazo dakika 8 tuhitimishe Mezani siku ya kwanza. Muda unasonga kweli Muda umesonga kweli, maana ni saa 3 dakika 43. Ni kweli. Asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo kwa hizi dakika 8 labda tuyajumuishe, tuyakusanye yote ambayo tumeangazia hapa, na haswa tukiangazia masuala ya kisiasa. Tutarajie nini wiki hii kutoka ulingo wa siasa? Wiki hii itakuwa ni wiki ambayo itakuwa imetulia kidogo. Lakini siasa zipo ndogo ndogo, manake nakumbuka ipo mikutano kadhaa, na kuna mkutano ambao utafanyika kesho Nakuru wa Azimio la Umoja. Kwa hivyo ile kitu itakuwa ule upande utakuwa na joto la kisiasa, ama utakaofanya kampeni ni mlengo wa Azimio la Umoja. Raila Odinga anatarajiwa Nakuru kesho. Pia rais, kuna duru za kuaminika zinazosema pia atakuwa kwenye ule mkutano. Kwa hivyo hiyo ni mojawapo ya mkutano ambao tunatarajia. Upande wa Kenya Kwanza, kutakuwa na utulivu, manake tunajua kinara wao vigogo hawako nchini. Na hiyo ni nafasi nzuri sana ya Azimio la Umoja kutamba na kuenda maeneo mbalimbali, mahali kulikuwa tent zilikuwa zimekuwa za Kenya Kwanza zilikuwa zimewekwa, so pale wataenda kutingiza kidogo. So upande ni benefit kwa upande wa Azimio la Umoja kisiasa hii wiki. Yes. Huyu Jeremiah Mwenge anasema kwamba amekuona sana, maana umeegemea sana Azimio la Umoja. Asema basi mtafutane na Odinga, labda akupe nafasi fulani katika muungano wa Azimio. Na mitihani ya taifa ama ya kitaifa darasa la 8 juma lijalo, kuanzia Jumanne wanaanza mitihani yao. Na walimu walikuwa wametishia kwamba wanataka kugoma, maana masuala ya mshahara. Kwa hivyo tutarajie nini kutoka sekta ya elimu nchini Kenya? Maana mitihani imeratibiwa itafanyika, maana Ijumaa hii wanafunzi wanafanya ile ambayo tunaita rehearsal. Navyoelewa ni kwamba mazungumzo, dialogue inafanywa kati ya union zile za walimu na wizara ya elimu ikiongozwa na Magoha. So mimi naona ni kwamba mtihani utafanyika, manake walimu sasa wanachukua hii nafasi juu wanajua it's the critical moment wakati wanafunzi wanaenda kufanya mtihani. Na tumai serikali yetu itamakinika, iwape kitu watulie, mtihani ufanywe. Tunaomba mtihani ufanywe sisi. Lakini mbona walimu wana mazoea ya kugoma ama kutishia kugoma nyakati mitihani inakaribia? Kaka Tom, muda wote unahitaji kitu. Unatumia ile nafasi, unajua sasa wewe unahitajika zaidi. Ni kwamba wewe ndo unategemewa. Na kama ulikuwa na malalamishi, ule muda utatishia, sasa hivi mnanitegemea, you are depending on me. Huu ndo muda mzuri wa kuleta malalamishi yangu. Na hapo ndo nafasi nzuri itatokea ya yale maswala kuzingatiwa. Yes. So walimu hawajakosea, wako ni mtu yote tu yuko pale interest yake wakati ni wakati unategemewa zaidi. Yes. Haya, sisemi kitu, maana unajua labda wangeanza kitambo kungefanyika mazungumzo, lakini wameanza wakiwa tayari wamechelewa. Kwa hivyo sidhani hata kama wakigoma, maana tunaambiwa hii serikali pia ya Kenya, serikali nyingine, maana wanaambiwa kwamba hata maafisa wa polisi wataletwa kule wafanyishe wale wanafunzi mitihani. Na tukimalizia, Bwana Kim, labda maneno yako ya mwisho kwa Mkenya ambaye sasa hivi siasa zimechacha ama zimeshika kasi, unamshauri vipi? Maana unajua huu ndo wakati ule ambao
watu wanatengana, watu wanashambulia wengine. Ushauri wako ni ipi kwa Wakenya? Huu ndo ule wakati Kaka Tom tunasema niliona tu watani wa mitandao wakisema ni ule muda unatoka nje kununua maziwa. Naam. Unatoka na shilingi zako 50. Kabla hujafika dukani unapatana na heka za siasa. Unapewa kitu kidogo, unapewa either t-shirt, reflector, either unapewa calendar, na unapewa kitu kidogo. So unapotoka unarudi na vitu vingi tu. Calendar, reflector, t-shirt, hizo vitu zote na unaongezwa 200. Sasa unarudi na maziwa na vitu. Sasa tunasema ni huo msimu wa watu kujipendekeza na kuwapa gifts, lakini nitaeleza Mkenya ni kwamba akue makini sana. Ale hizo vitu manake ni vitu zetu, lakini maamuzi ayafanye kutoka kichwani, si kwa roho. Ya maamuzi yafanye mzuri, ajue ni mtu mgani atamfanyia kazi. Manake mimi Kaka Tom najua hakuna mtu yote anayefanya kazi kwa bidii, anapata pesa zake, anaweka kwenye benki, anatoa, anakuja anakupa bure. Hakuna mtu yote pale atafanya hivyo. Anakupa manake anahitaji kitu fulani kutoka kwako. Na mimi najua mzuri, nikikupa shilingi zangu 200, nimpe mwingine niunganishe zikwe milioni kadhaa. Nitakapopata ile kazi, kitu nitakachofanya cha kwanza ni kurudisha zile pesa. So tusikule sana, tuangalie watu ambao wana sera. Manake tukila pesa za hao watu, atakapopata hicho kitu cha kwanza sikufanyia kazi ni kuregesha mali yake. Na Bwana Kim, ni kushukuru vipi, maana umekuwa nami katika makala haya ya kwanza zaidi, na naona mitandaoni Wakenya wameyapokea vizuri sana. Sema kwamba makala mazuri ajabu. Wanasema kwamba tuendelee. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba yamekuwa makala Mezani, tunayaweka mambo paruanja, tunayachambua, tunayaweka sawa, nikishirikiana na Bwana Kim ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, kadhalika mchambuzi wa masuala yanayofungamana na sheria. Kwa hiyo mie na wewe tena kuonana itakuwa ni Ijumaa kuanzia mwendo wa saa 2 asubuhi hadi saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Kumbuka kwamba hiki ni kituo chako cha mtandao, kituo nambari 1 nchini Kenya ni Sky Cable TV Kenya. Kaka Tom nikiondoka na kuambia kwamba tunakupenda sababu unatupenda pia. Tuonane majaliwa. Kwaheri.